kizazi cha nyoka kitafanikiwa tu kwa sababu kimekula mavumbi, na mavumbi hayo ni nani? Ni wanadamu. Kwenye malango yote yale kuna vita. Mungu anamwambia Adam, umekosea, ardhi imelaniwa. Sawa. Eva, umekosea, tazama kwa uchungu. Alipokuja kwa nyoka akamwambia nyoka, kwa kuwa umekosea, umeenda kuwadanganya wala watu, kuanzia leo utakula mavumbi, alafu kwa tumbo utatembea. Now we see, tukimwangalia nyoka kwa namna ya kibinadamu, kwa nyoka wa kawaida, nyoka wa kawaida anatembea hana miguu, maana tayari dalili ya kwamba lile neno ambalo lilizungumzwa kipindi kile ni halisi. Namba 2, aliambiwa atakula mavumbi, lakini hata siku moja haujawahi kumwona nyoka akiwa anakula vumbi. Maana yale ambaye anakula mavumbi, that was a spiritual figure, na mavumbi yale sio mavumbi ya mavumbi yale ni nyama za mtu, kwa sababu Adam ndo aliambiwa hivi, wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. So nyoka alipoambiwa atakula mavumbi, simply aliambiwa ata survive tu kwa kula. Ndio ushirikina unaanzia pale. Kizazi cha nyoka kitafanikiwa tu kwa sababu kimekula mavumbi, na mavumbi hayo ni nani? Ni wanadamu. Na ndio maana washirikina wote, ili wawe na nguvu, lazima wao wanakula damu za watu, wanakula nyama za watu. Ni laana ulipewa kukula mavumbi. So every day tunaishi na kizazi cha nyoka. Wewe ndio uzao wa mwanamke ambaye Yesu Kristo anakuokoa, lakini kuna uzao wa nyoka, watu ambao hata wahubiri kitu gani, kazi yao ni moja tu, ni kupinga. Kazi yao ni moja tu, ni kukataa. It doesn't matter ufanye kazi kiasi gani, ufanye kazi kwa bidii gani, watainuka na maneno yao, watainuka na maneno yao ya kubeza. Kizazi kingine sio wanadamu wa kawaida, ni kizazi cha wapinga, na wanakutegea kwenye malango yako tu, wanazuia kwenye malango. Usipokuwa na hekima ya kuwashindia hapo, usipokuwa na hekima ya kuwashindia, nakwambia ukweli, utakuwa unatamkia malango yako wazi kila wakati, lakini kila ukiyasogelea unakutana na ukinzani mkubwa. Unajua utakacho kusema, sasa kama Mungu amenifungulia mlango, mbona sasa nakutana na vikwazo vingi hivi? Kama unajua nyinyi tatizo lenu unasemaga hivi, eti kama Mungu amekufungulia mlango, basi mambo yaende murua, yani yaende softi. Sikiliza nikwambie, mji wa Yeriko Mungu alikuwa amewapatia wana wa Israeli, lakini mji wa Yeriko ulikuwa umefungwa pande zote. Japokuwa it was a God given mandate, it was a God given city, but yet ulikuwa umefungwa. They had to fight. Never believe kwamba kwa kuwa ni Mungu amekupatia eti basi vitakuwa ni virahisi. Hapana, ni Mungu ametupatia mji, lakini kwambie kuchukua mji ina demand effort, ina demand bidii, ina demand kukesha, ina demand kufunga, ina demand kutoa masadaka ili kuweza kuchukua mji kwenye mikono ya watu. Mimi kama mtumishi wa Mungu, ile kazi ile na kukamatia, lakini kisha maweza kukamatia, basi ukawe na bidii na moyo wa ushujaa. Moyo wa ushujaa ni nini? It is to stretch a little bit extra. Wakati mwingine moyo wa ushujaa unakudimandi ujiextend zaidi ya uwezo wako, hata kama kwenye kuomba zaidi ya uwezo wako, hata kama ni kwenye kufunga zaidi ya uwezo wako, hata kama ni kutoa sadaka zaidi ya uwezo wako. Sometimes huwezi kupiga extra mile, huwezi kwenda kwenye ngazi nyingine kama hujajitengenezea mazingira ya kwenda extra.